Sitaki kupigi kelele, mimi napigiwa kelele kama ninakosea. Kiongozi kazi yako ni kutenda. Wananchi waliambiwa Chadema ni wakaidi, hawataki kuzungumza. Mimi nilifanyia kazi na nikagundua kwamba Chadema sio wakaidi. Wakaidi wasiopenda kuzungumza ili nchi iwe na amani ni CCM. Nilifanya kazi mimi kwa kuiongoza kupitia TLS and it worth million. Hiyo kazi haikuwa bure. Kuhakikisha tuna Chadema kwenye kikao, tuna ACT kwenye kikao, tuna CUF, tuna NCCR, tuna BAKWATA, tuna CCT, tuna TEC, tuna CSOs, tuna wote wadau hawa. Nilisimama kidete kuhakikisha kwamba kabla ya Oktoba Chadema wanapata haki. Kumbuka nchi nzima tume ya uchaguzi ilipotoa tafsiri ya uongo kwamba Chadema kwa kutokusaini fomu za maadili au kanuni za maadili wamejitoa kwenye uchaguzi. Sisi ndo tulimwambia wahusika watoke watueleze hiyo sheria wanaitumia ni ya wapi na wamepata wapi au madaraka. Na hatukuwakemea mara moja mpaka wakabadilisha hiyo narrative. Ni sisi TLS. TLS sisi ndio tuliokemea na kuwaambia Watanzania kwamba hichi kinachofanyika kitaleta madhara makubwa Oktoba. Na hatukuishia hapo, tukaandika na kuleta solution. Ni maeneo gani tunaofikiri yafanyiwe kazi? Acha wananchi wachague chama wanachokitaka. Ile kazi sio ndogo Demba. Kuna watu wa Tanzania wamekaa tu guest huko wanakula karanga wanakunywa pombe na kufanya vitu vya ajabu, lakini ajui ugumu wa hii kazi tunayoifanya. It cost millions of money, it cost time, it cost our security. Kwa hiyo katika kazi tuliofanya tulikwenda na nilienda moja kwa moja mpaka nilionana na rais, ambako napo nilipokea matusi mengi. Nadhani tulikutana baadaye uliniuliza, lakini nilifikisha kwa rais kwa maandishi nini tunafikiri kifanyike. Kwa hiyo mimi ukiniuliza hata hichi kilichotokea Oktoba, huwa nacheka sana nikisikia watu wanataja hata vyama vya mtu wa kwanza ni CCM wa kulaumiwa. Kwa sababu CCM ndio mtu pekee aliyekataa. Nilituma watu mpaka Dodoma. CCM wakasemaje wakati tunasema tuwasubiri? Wakasema tusubirini tuna kikao. Wakaja Dar es Salaam, tunawatafuta Dar es Salaam wakasema muda si umeenda. Wanazungusha hawataki kukutana. Kwa hiyo moja kwa moja mtu akisema Mwabukusi amelamba ni mtu ambaye hafuatilii. Mimi ndio niliyetoa kuhakikisha kwamba mawakili wetu wa TLS kuwashawishi na kuwaomba kwamba hawa Watanzania msipowatetea watafungwa. Wengi waliokamatwa sio wahalifu, ni watu waliokamatwa majumbani. Ndio maana wengine mlikuwa mnaona wana pajama, wengine wana boxer, wengine wana chupi, wako mahakamani. Sisi TLS ndio tuliofanya kazi. Niambie taasisi gani ilitoka kufanya kazi? Kwa hiyo watu wanasema mimi ambapo nilipokuwa sio kiongozi nilikemea mtandaoni masuala ya Wamasai Ngorongoro. Lakini baada ya kuwa president, mimi nimepeleka tume kamati kule kufanya fact finding. Kwa hiyo nina data, mimi ninajua ukweli wa nini kinachoendelea. Kwa hiyo kwa sasa hivi haufoki tena? Natenda kile nilichokuwa namlalamikia. Mimi sasa natokea nitende, watu wapime kazi. Ulikuwa unafoka ili upate nafasi? Hapana, nilikuwa sina nafasi ya kutenda. Unajua unapoomba nafasi ya kufanya, sitakiwi kulalamika, natakiwa kuchukua hatua. Nimekuambia nilivyokuwa Ngorongoro, nilikuwa naongea kwenye WhatsApp group na cyber. Saizi kuongea kwenye cyber, ukiniuliza tatizo la Ngorongoro, nitakupa fact za kitaalamu supported by data. Na niliwasilisha serikalini kuwaambia kwa nini Wamasai wabaki kwenye eneo lao la asili. Kuwaambia kwa nini ule mradi wa Ngorongoro hauna tija kwa taifa, lakini is total exploitation kwa wazao wa eneo lile la Ngorongoro. Kwa hiyo sijabadilika, saizi ninatenda yale kile nilichokuwa nikikisema na kifanyia kazi. Sasa unawambia umelamba asali, haujalamba asali. Hiyo sio jukumu lake. Sasa Yesu alisema upime mtu kwa matunda. Kwa kupime wewe. Kwa matunda ya kile ninacho kifanya. Waangalie taasisi ninayoiongoza ina legitimacy gani? Ina msimamo gani? Taasisi gani inaowazungumzia Watanzania wanyonge? Wewe juzi umeona nchi nzima hii watu wanazungumza sijui amani, sijui utulivu. Hawajali watu waliotekwa, hawajali watu waliouawa, hawajali watu waliojeruhiwa, hawajali watu waliopotea. Taasisi pekee inayosimama bila kupepesa maneno au kupepesa macho
TLS ni moja ya taasisi hizo, na tumezungumza bila hofu kwamba jambo hili sio sahihi na watu wanaumizwa. Kwa hiyo ninachojaribu kusema kwamba kila mtu ana haki ya kupima jambo na kulitizama kwa namna yake, lakini uangalie sasa tumefanya nini au hatua gani tunachukua.